Samuel Bwire, KTN News. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji amebadili msimamo wake wa awali wa kumuondolea kesi ya ufisadi aliyekuwa gavana wa Samburu Moses LenolKulal. Haji sasa anataka kesi hiyo ambapo LenolKulal anadaiwa kufuja shilingi milioni 84 za kaunti ya Samburu kuendelea hadi mwisho, siku mbili tu baada ya kutaka iondolewe. Haji alijikuta chini ya darubini kali baada ya kesi kadhaa za ufisadi kusambaratika. Mwanahabari wetu David Mudhoka anaarifu zaidi. Matumaini aliyekuwa gavana wa Samburu Moses LenolKulal ya kukwepa mkondo wa kisheria tangu mwaka 2019 yamezimwa. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji Ijumaa kuondoa ombi alilowasilisha mahakamani siku mbili zilizopita akitaka kesi ya ufisadi dhidi ya LenolKulal kutupwa nje. Haji ambaye amebadilisha msimamo wake wa awali sasa ametaka kesi hiyo ambapo LenolKulal anadaiwa kufuja shilingi milioni 84 kushika kasi tena hadi kilele chake. Hatua ya Haji sasa inamaanisha kesi ya LenolKulal itasikizwa tena tarehe 30 Januari mwaka ujao, wakati shahidi wa mwisho anatarajiwa kueleza mahakama anachojua kuhusu kesi hiyo. LenolKulal alifikishwa kizimbani mara ya kwanza mwaka 2019 na kulimbikiziwa mashtaka manne ya matumizi mabaya ya mamlaka pamoja na kufanya biashara na serikali aliyoongoza. Alishtakiwa pamoja na watu wengine 5 wakiwemo maafisa 4 wa serikali ya kaunti ya Samburu na mfanyabiashara mmoja kwenye sakata ya shilingi milioni 84 ya mafuta ya gari. Kituo cha mafuta cha Oryx kinachohusishwa na LenolKulal ndicho kilichodaiwa kuuzia serikali ya kaunti ya Samburu mafuta ya diseli na petroli kinyume na sheria za ununuzi na utoaji kandarasi kati ya mwaka 2013 na mwaka 2019. Moses LenolKulal. Uamuzi wa awali wa Haji wa kuondolea LenolKulal lawama ulionekana kama afueni kwa gavana huyo wa zamani wa Samburu anayemezea mate nafasi ya katibu mkuu katika wizara. Kivuli cha kesi hiyo kikirejea tena, LenolKulal huenda akakabiliwa na wakati mgumu kudhihirisha kuwa yeye ni msafi kama pamba. Tofauti na yeye, kwa wanasiasa wengine wanaomezea mate nafasi kuu serikalini na walioondolewa kesi, mahakama sasa haiwahusu ndewe wala sikio. Miongoni mwao ni waziri mteule katika wizara ya jinsia Aisha Jumwa ambaye kesi ya ufisadi dhidi yake imetupwa nje, pamoja na waziri mteule wa kilimo Mithika Linturi ambaye kesi ya jaribio la ubakaji dhidi yake pia haipo tena. Viongozi wa mirengo pinzani ya kisiasa pamoja na chama cha mawakili LSK wametofautiana kuhusu kuondolewa kwa baadhi ya kesi. We are therefore alarmed by the recent decisions by the DPP as they point to either two very disturbing scenarios. One, that the prosecutions were mounted for ulterior purposes whose end have been achieved or overtaken by events, or two, that the DPP has withdrawn the cases to aid an ulterior motive. There is no longer the independence of institutions in this nation. The judiciary has been captured by the state. Parliament is being captured by the state. The office of the DPP is captured by the state, to an extent that the DPP is now withdrawing very serious corruption charges. The DPP has realized most of these cases do not hold water, and that is why, as a prosecutor, you need a watertight cases, and that has explained the reason most of these cases are just collapsing on their own. I don't think the DPP just wanted these cases to. He knows as a prosecutor that if he goes ahead to court, he will not receive a conviction. David Mudhoka, KTN News, Nairobi. Aliyekuwa mwaniaji mwakilishi wa kike kaunti ya Kiambu Gladys Chani